Kipengele cha pili, salvation. Kipengele cha tatu ni ministry. Alafu kipengele cha mwisho katika hiyo title ni Holy Spirit. Then after there pia tutaangalia why is God referred as the sovereign in salvation. Kwa nini Mungu anaitwa mkuu katika wokovu? Then we will also look at how to receive Holy Spirit and the process of being filled by the Holy Spirit. How to receive Holy Spirit and the process of being filled by the Holy Spirit. Then the last part of that topic itakuwa the importance of God's sovereignty in salvation. The importance of God's sovereignty in salvation and the work of the Holy Spirit after salvation. When we talk about sovereign, ukuu wa Mungu ni nini? Ukuu is the supreme. Praise God. Amen. Ukiangalia kama taifa letu la Kenya, mtu anapofanya makosa afikishwe hadi Supreme Court, especially hawa viongozi ambao wana true. Supreme Court is the final court. So when we refer to God as the sovereign, tunamaanisha yeye ni mkuu. He is the supreme. Praise the living God. Amen. He is the supreme in power, the superior in position to all others. Yeye ndiye mkuu kuliko viongozi wengine ama mkuu kuliko koti zote katika dunia. Ndio maana tunasema kwamba Mungu ni mkuu. Halafu tunapoongelea salvation, hiyo tumesoma for several times, lakini nitakupatia maana nyingine tofauti. Salvation is the process of being saved from sins and its consequences. The process of being saved from sins and its consequences. Ni ile hali ya kuokolewa kutoka dhambini. Consequences ni madhara ama na madhara ya dhambi. Hiyo ni wokovu katika Kikristo. Na salvation katika maisha ya kawaida ni ile hali ya kuokolewa kutoka kwa danger, kutoka kwa hatari fulani. Maybe ulikuwa unapitia mahali fulani alafu kaona mahali umeandikwa kwamba usipitie kwa hii barabara maana kuna danger mbele, maybe kuna shimo na unaenda na gari. Kwa hiyo utasimama. Hiyo ni wokovu, umeokolewa kutoka kwa ile hatari. Na katika Ukristo ni ile hali ya kuokolewa kutoka katika dhambi na madhara yake. Na madhara ya dhambi ni mauti. Kwa hivyo unapookolewa unakuwa umeokolewa kutoka dhambini. The salvation is also the process of being saved from sins. Salvation is whereby someone believes in the life, the ministry, the death and the resurrection of Jesus Christ only as the personal savior of sinners. Ni ile hali ya mtu kuamini katika maisha ya Kristo, huduma ya Kristo, kifo na kufufuka kwake Yesu Kristo kama mwokozi wa watenda dhambi. Alafu another definition tutaangalia the ministry according to Christianity. Ministry is a special department given to someone by Holy Spirit. It's a special department given to someone by Holy Spirit. Utaandika tu vitu vya maana peke yake, usiandike kila kitu. To someone by Holy Spirit to serve others and directs them only according to the Bible scriptures and the word of God. Kwa hivyo unaposema umepewa huduma ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anapeana huduma tofauti. Na huduma ambayo anapewa ina direct mtu ama ina guide mtu kufunza watu mambo kulingana na Biblia peke yake. Hiyo ndio huduma ya Roho Mtakatifu.
The Holy Spirit himself is the third person in the Holy Trinity. The concept of Holy Spirit can be traced back in the time of creation. Ukisoma Genesis chapter 1 verse 2b, the Bible says the Spirit of God was moving over the face of the waters. Genesis chapter 1 verse 2. Roho Mtakatifu alikuwa anatembea katika uso wa maji. Kwa hivyo kumaanisha kwamba Mungu alipoumba dunia na alipoumba kila kiumbe, Roho Mtakatifu alikuwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana Biblia inasema kwamba viumbe vyote vinapoumbwa, Roho Mtakatifu alikuwa pale anatembea kama anatambaa juu ya maji katika nyuso za maji. Na Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu na Yesu Kristo ni Mungu. Kumaanisha Mungu amegawanyika katika utatu. Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu nimesema kwamba nikirudisha nyuma nimedefine sometimes, ukiangalia the ministry nimedefine, nimesema a special department given to someone by Holy Spirit to minister only according to the word of God, because Holy Spirit is God. Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa hivyo kama Roho Mtakatifu ni Mungu, akikupatia ile huduma, mtu utahudumu kulingana na maandishi. Na unapopata mtu anaenda nyuma na maandishi, kumaanisha ile si huduma ya Roho Mtakatifu. Then tutaenda hiyo kipengele namba B. Why is God referred as sovereign in salvation? Kwa nini Mungu anaitwa mkuu katika wokovu? And our reference tunatoa katika kitabu cha John 3:16. John 3:16. Romans chapter 8 verse 29 to 30. Romans 8:29 to 30. Then Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Ephesians 4:1 to 6. We say God is sovereign because He ordained the plan of salvation that has revealed us in the Bible. That is point number 1. He ordained or He decreed the plan of salvation. Alitangaza njia ya wokovu ambayo tumeambiwa katika Biblia. Na unaposoma Yohana 3:16 inasema kwamba aliupenda ulimwengu. Kwa nini? Alipoupenda ulimwengu akamtoa. Kwa hivyo aliupenda ndipo akamtoa. Akamtoa mwanawe Yesu Kristo. Akafanya nini? Akafa msalabani. Kwa kufa msalabani ili tukaweze kuokolewa na tukaone uzima wa milele. That is the Mungu kuonyesha ukuu wake katika wokovu. Na unaposema Mungu ni mkuu katika wokovu, alituma mwanawe. Yaani tumesema the supreme. Ukiangalia nimesema kwamba katika taifa letu la Kenya tuko na Supreme Court, the final court. Kwa hivyo Mungu ni the final person. Akiamua kitu ameamua. Ndio maana akaamua kwamba Yesu Kristo ndiye atakufa, na akikufa kupitia kwa damu yake, na mtu anapomwamini atubu dhambi zake, anaokolewa, anawekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The Bible says kwamba alifanyika kuwa mwenye dhambi, lakini hakujua dhambi, na akafanyika kuwa mtenda dhambi ili kupitia kwa utakatifu wake sisi tukaweze kuokolewa na tukawekwe huru. Kwa hivyo Mungu ni mkuu kwa sababu alitangaza uokovu katika Biblia, na kutangaza uokovu ni kumtuma mwanawe Yesu Kristo. Na ili wewe ukaokolewe, ni lazima utaamini kwa matendo ambayo Yesu Kristo alifanya, uamini huduma yake, na uamini katika kifo chake na kufufuka kwake, ukiri dhambi zako ukasamehewe. Na in Romans chapter 8 verse 29 to 30 inasema, for him that he foreknew he predestined from the beginning, and for him that he predestined he also called, and for him that he called he also justified, and for him that he justified he also glorified. Then we found the statement of sovereignty in Romans chapter 8 verse 31. If God is for us, who can be against us? This means God is omnipotent. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hii topic inajumuisha, nimepick one character of God, but ukiangalia vizuri inajumuisha all characters of God.
Na inasema kwamba if God is for us, who can be against us? This means God is omnipotent. Mungu ako na nguvu. Na unapoona Biblia ikisema kwamba kama Mungu ako na sisi, nani anaweza kwenda kinyume na sisi? Simaanisha Mungu ni mkuu. Yes. Yeye ni final. Akiamua kitu ameamua. Akisema kwamba mwaka huu wote unaenda kuumia, utaumia. Akisema kwamba mwaka huu unaenda kubarikiwa, unabarikiwa. Yes. Akisema kwamba ngoja, unangoja. Kwa nini? Yeye ni mkuu. Yeye ako na nguvu. He is omnipotent. Omnipotent means is all powerful. Ako na nguvu za kudeclare kitu na ikafanyika. Yes. Ndio maana alimtuma Yesu Kristo. Alikuwa na zile nguvu za kumtuma mwanawe akafe kwa ajili yetu. Alikuwa na zile nguvu za kukomandi wewe ukaweze kumwamini. Yes. Alikuwa na zile nguvu za kukomandi wewe ukuje usome maandishi na ukuje ukafunze wengine. Na akamtuma Yesu Kristo. Pia hizo ni nguvu kuonyesha kwamba Mungu ako na nguvu. Akamtuma Yesu akafe ili wewe ndio umwamini. That is the process of salvation. So when we say God is sovereign, tunamaanisha kwamba ako na uwezo wa kufanya kila kitu. Hiyo ni Romans 8:31. Then another statement of sovereignty tunaipata pale verse 32, the same Romans. The same Romans 8 verse 32. Ukipata nakala ya Kiswahili pia unaweza kusomea. Warumi 8:32 nasema, ikiwa Mungu hakumhurumia mwanawe bali alimtoa kwa ajili yetu sote, atakosaje basi kutupatia vitu vyote kwa ukarimu pamoja naye? Amen. Kama hakumhurumia mwanawe, atakosaje kutupatia vitu kwa ukarimu? Kumaanisha God is sovereign, is the supreme. Praise the living God. Amen. Mungu ni mkuu, ako na uwezo wa kukupatia kile kitu ambacho unaomba na ako na uwezo wa kukudinai kila kitu ambacho unaomba. Yes. Kwa nini? Mungu ni mkuu. Unaweza kuja hapa ukaombe from morning to evening. Ombe asubuhi, Mungu Baba nibariki na hii, nibariki na gari, nibariki na pikipiki, nibariki na nini. Na ikiangalia baiskeli pekee yake ujue kuendesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na yeye ni mtu wako na nguvu, yeye ni supreme, is sovereign, atakwambia kwamba ngoja muda wako bado. Yes. Na utangoja, hautaforce. Yes. Kwa hivyo tukisema Mungu ni mkuu, Mungu Biblia inasema kwamba hakumhurumia mwanawe Yesu Kristo, hakumhurumia. Kwa hivyo kumaanisha wewe pia ukiwa mtenda dhambi kama Mungu, Biblia inasema kwamba adhabu ya dhambi ni mauti. Na huwezi kutubu dhambi zako, kumaanisha utaenda katika mauti. Mungu ni mkuu. Kama alimtuma Yesu, alimkomandi mwanawake peke yake akakuja, akakufa, akajifanya mwanadamu na yeye ni Mungu. Kwa hivyo Mungu ni mkuu. Another statement of sovereignty tunaipata katika Romans 8 verse 39. Romans 8:39, then John 3:17. Tutaunganisha hizo zote mbili. Nasema ya kwamba 39, Romans 8:39 nasema, wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote zitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Alafu Yohana 3:17. Yohana 3:17, nasoma 3:17. Nasema ya kwamba kwa maana Mungu hakumtuma mwanawe kuhukumu ulimwengu, bali kupitia kwake ulimwengu upate kuokolewa. Kupitia kwake ulimwengu ukaweze kuokolewa. Na ukisema pale katika inasema kwamba hakuna chochote kinachoweza kututenganisha na upendo wa Mungu. Na upendo wa Mungu hakumtuma mwanawe Yesu Kristo akuje kuhukumu ulimwengu. Kumaanisha Mungu ni mkuu. Ana uwezo wa kukulinda wewe ili adui asikuje akakutenganisha na Mungu. Na adui wa Mkristo ni shetani. Shetani hukuwa adui wa Mkristo kupitia kwa majaribu. Na majaribu ya kishetani, yale majaribu ni yale ambayo Mkristo anaweza avoid. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Unaposoma kuna mahali Biblia inasema kwamba Mungu hawezi kupima
kupita kiasi cha imani yako. Kwa hivyo kuna majaribu kutoka kwa Mungu, na shetani akishakujaribu, Mungu, Biblia inasema kwamba Mungu ni mkuu, na hakuna chochote ambacho kinaweza kutuseparate, kututenganisha na ukuu wa Mungu na upendo wa Mungu. Na upendo wa Mungu ni kule kumtuma Yesu Kristo, na the purpose why Jesus Christ was sent to us ilikuwa kwamba sisi tukaone wokovu na tukaone uzima wa milele. That is the only reason that Jesus Christ alikuja. Kwa hivyo Mungu ni mkuu, na upendo wake hauwezi tenganishwa kwako na mtu yeyote, mwanadamu yeyote, ama mapenzi ya kishetani ama mapenzi ambayo sio ya Mungu, ya kidunia. Alafu another statement of sovereignty tunaipata katika Philippians chapter 3 verse 20. Philippians 3:20. Kwa Filipi 3:20. Philippians 3:20 inasema kwamba lakini wenyeji wetu uko mbinguni, nasi tunamngoja kwa shauku Mwokozi kutoka huko, yaani Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo another statement of sovereignty inaipata pale ni kwamba we be saved by Christ and get administered as citizens of the state which is heaven. Tunaokolewa na Yesu Kristo na tukaweze kuandikishwa kama wenyeji. Citizen kwa Kiswahili inaitwaje? Wenyeji. Wenyeji wa mbinguni. Wenyeji wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Mungu ni mkuu, na Mungu kuwa mkuu, nilianza nikisema kuwa mkuu alimtuma Yesu. Na kumtuma Yesu Kristo, Yesu Kristo alipotoka akarudi mbinguni, naye akaachilia Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu alipoachiliwa, naye akaleta ile huduma ya Roho Mtakatifu. Na ile huduma ya Roho Mtakatifu nimekutangulia kusema kwamba Roho Mtakatifu anakudirect kufanya mambo kulingana na Biblia katika Kristo. Kwa hivyo tunaposema Mungu ni mkuu, kumaanisha ako na ukuu wa kufanya jambo lolote ili wewe ukaweze kuokolewa na uweze kunakiliwa katika kule mbinguni kama Mkristo ama kama citizens of the heaven, kama wenyeji wa mbinguni. Kwa hivyo unapookoka, unapomaanisha katika wokovu, kumaanisha you are the citizen in heaven. Praise the Lord. Amen. Na kama kuna kitu ambacho Mkristo anafaa kufurahia, basi ni kule kuwa admitted as a citizen in heaven. Kwa hivyo ile ndiyo itakuokoa kutokana na ghadhabu ya mauti, ghadhabu ya dhambi ambayo ni mauti. Na unapomwamini Yesu Kristo, nimesema hapo Yohana 3:6 kwamba aliupenda ulimwengu. Kwa nini aliupenda ulimwengu? Aliupenda ndipo akamtuma Yesu Kristo. Wewe unapopenda neno la Mungu, unapopenda Mungu, utamwamini, na kumwamini ni kupata uzima wa milele.